Karibu tena na leo tunaingia ndani ya sasa kuchambua wiki ambayo neno moja linaelezea kila kitu. Shinikizo. Pressure. Pressure. Kuanzia ile iliyomtimua kazi kocha wa Manchester United, shinikizo la kuongoza ligi linalowakabili Arsenal, hadi pressure ya kihistoria iliyokuwa juu ya mabega ya Taifa Stars kule AFCON. Ni kweli. Na unajua, shinikizo ndilo linatengeneza almasi, lakini pia linapasua mabomba. Na wiki hii tumeona mabomba mengi sana yakipasuka, hasa kule Uingereza. Basi ni mahali pazuri pa kuanzia. Twende moja kwa moja Old Trafford. Habari iliyotikisa ni kufutwa kazi kwa Ruben Amorim. Baada ya miezi 14 tu. Miezi 14. Asilimia 38 ya ushindi katika michezo 63. Hizi ni takwimu mbaya, lakini hisia zangu zinaniambia hadithi ni kubwa kuliko namba 2. Nini hasa kilitokea? Chanzo cha moto wote huu, kinaonekana ni maneno yake. Baada ile sare ya 1-1 dhidi ya Leeds. Ile press conference. Aliketi mbele ya waandishi wa habari na kusema, na hapa na nukuu, nilikuja kuwa manager wa Manchester United, sio kocha wa Manchester United. Kauli nzito sana hiyo. Sana. Hiyo haikuwa tu malalamiko, ilikuwa ni kama tamko la vita dhidi ya muundo mzima wa klabu. Sasa hebu tufafanue hilo kidogo. Gary Neville alisema kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia, na maneno hayo ya Amorim yanaonekana kufungua hilo pazia. Tofauti gani hasa kati ya manager na kocha pale United sasa hivi? Ni tofauti ya msingi kabisa. Manager kwa mtindo ule wa zamani, kama Sir Alex Ferguson. Kabisa. Huyo ni mfalme. Ana mamlaka juu ya kila kitu: usajili, maskauti, maono ya klabu. Lakini kocha mkuu, ambao ndio mfumo wa sasa, anafanya kazi chini ya mkurugenzi wa soka, ambaye ni Jason Wilcox. Naam. Kwa hiyo yeye anafundisha wachezaji aliyopewa. Amorim alitaka kuwa mfalme, lakini alipewa kazi ya waziri mkuu tu. Hapo ndipo mgogoro ulipoanzia. Lakini je, huu ni mgogoro wa Amorim peke yake au ni tatizo la kimfumo pale United? Ni la kimfumo kabisa. Ni mgogoro wa utambulisho. Na pressure inazidi kwa sababu matokeo hayapo. Wako nafasi ya 6, wachezaji muhimu kama Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo ni majeruhi. Na wengine wako AFCON ama Diallo. Now, hali hii ilimnyima Amorim ngao yoyote. Sasa wamemweka Darren Fletcher kama kocha wa muda. Lakini swali kubwa linabaki. Je, wataajiri kocha mwingine anayekubali mfumo? Au watatafuta manager mwingine na kuanzisha mzunguko huu upya? Wakati United wanavunjika chini ya shinikizo, ukienda upande mwingine wa soka la Uingereza, Arsenal, wao wanaonekana kustawi nalo. Wako kileleni kwa alama 6. Hali ni tofauti kabisa. Lakini je, uongozi wao ni thabiti kama inavyoonekana au bado wana udhaifu? Hilo ndilo swali la milioni, au sio? Ushindi wao wa 3-2 dhidi ya Bournemouth unaonyesha pande zote mbili za sarafu. Wana uwezo wa kupata matokeo, lakini wanaruhusu magoli mepesi. Kweli. Hata hivyo, silaha yao kuu msimu huu ni mtu mmoja, Declan Rice. Declan Rice alifunga mabao 2 kwenye mchezo huo, jambo ambalo hajawahi kulifanya kwenye EPL. Tena akiwa na maumivu ya goti, nimesikia. Kabisa. Jermaine Defoe alikiita kiwango chake masterclass. Nimesoma takwimu moja ya kuvutia sana kumhusu. Anaongoza ligi kwa pasi za kuingia kwenye eneo la hatari. Amepiga 146. Hii ni ya kiungo mkabaji, inashangaza. Na hapo ndipo unapopata jibu. Takwimu hii sio tu ya kuvutia, ni muhimu mno. Inaonyesha anavyobadilisha maana ya kuwa kiungo mkabaji. Sio tu anavunja mashambulizi, sasa yeye ndiye anayeanzisha mashambuliaji hatari zaidi ya Arsenal. Anasukuma timu mbele. Kabisa, anasukuma timu mbele. Hii inawapa Arsenal silaha mpya. Na pengine ndiyo sababu wanashinda hata kama washambuliaji wao hawafungi sana. Sawa. Sasa, kinyume chake kabisa ni mabingwa watetezi Manchester City. Wao ndio huwa wanastahimili pressure kuliko wote. Lakini sare ya 1-1 na Chelsea isiyo na meneja wa kudumu, hiyo ndio inayoiumiza. Inawafanya wawe nyuma kwa alama 6. Nini kinaendelea kwa Pep na kikosi chake? Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, City wanaonekana kama binadamu. Ile sare iliumiza sana. Tijani Regenders alifunga goli zuri sana, lakini wakaja kuruhusu goli la kusawasisha dakika ya 90+4. Dakika za lala salama kutoka kwa Enzo Fernandez. Hii inazidisha pressure.
Ongeza na majeruhi kwa walinzi muhimu kama Josko Gvardiol na Ruben Dias. Na Haaland? Na Haaland hajafunga mechi 3. Hii ni kama ukame kwake. Unaanza kuona nyufa ndogo zikitokea. Kwa hiyo shinikizo sasa limebadilika. Badala ya shinikizo la kuongoza, sasa ni la kufukuza. Kabisa. Na huku presha ikiwa juu kileleni, presha ya kuokoka shuka daraja ni aina nyingine ya mateso bwana. Hebu tuangalie West Ham. West Ham walichapwa 3-0 na Wolves. Na hali yao ni mbaya. Nilisoma maoni ya Alan Shearer, yalikuwa makali sana. Aliita kiwango chao dhaifu, cha kusikitisha, kisicho na maana. Na takwimu zinaunga mkono ukali wake. Chini ya Nuno Espirito Santo hawajashinda mechi 9 mfululizo. 9. Wameruhusu mabao 41 katika mechi 20. I see. Hiyo ni idadi kubwa zaidi kwao katika hatua hii tangu msimu wa 1966, yani zaidi ya nusu karne iliyopita. Presha juu ya Nuno ni kubwa mno. Kibarua chake kiko rehani. Na tukizungumzia presha, hakuna presha kubwa kama kuiwakilisha nchi yako. Hii inatupeleka moja kwa moja Moroko, kwenye kombe la mataifa Afrika na hadithi ya ajabu ya majirani zetu, Tanzania, Taifa Stars. Taifa Stars waliandika historia. Historia kweli kweli. Kufuzu kwa hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza ni jambo kubwa sana. Lakini jinsi walivyofuzu ndiyo hadithi yenyewe. Walifuzu kama mmoja wa washindi bora watatu wakiwa na alama 2 tu. Alama 2 tu. Baada ya ile sare dhidi ya Tunisia. Hii ndiyo idadi ndogo zaidi ya alama kwa timu kufuzu tangu mfumo huu uanze mwaka 2019. Hili limezua mjadala mkubwa, au sio? Wengine wanasema mfumo huu unapunguza ushindani, unaruhusu timu kufuzu bila hata kushinda. Wengine wanasema unatoa fursa. Wewe unalionaje hili la Tanzania? Nadhani linaunga mkono hoja zote mbili. Kwa upande mmoja, unaweza kusema ilikuwa ni mbinu ya kijasiri kutoka kwa kocha wao, Miguel Gamondi. Walijua hawawezi kushindana na Tunisia kwa soka la wazi. Sawa sawa. Kwa hiyo walicheza kwa nidhamu, wakapata alama yao, wakatinga hatua inayofuata. Ni ushindi wa kimbinu. Lakini kwa upande mwingine, unaweza kusema inahamasisha soka la kujilenda sana. Lakini kwa Tanzania ilikuwa ni furaha na historia. Kabisa. Hilo ndilo muhimu kwao. Na walipeleka moyo huo wa mapambano kwenye mechi ya 16 bora dhidi ya wenyeji Moroko, kupoteza 1-0 dhidi ya Moroko mbele ya mashabiki wao. Yaani inaonekana kama matokeo ya heshima. Matokeo ya heshima sana. Na mchezo wenyewe ulituambia pengo linapungua. Takwimu zinaonyesha Moroko walimiliki mpira kwa 71%, lakini Tanzania hawakuvunjika, walipambana vikali. Walipata kadi za njano ngapi? 5. Hii inaonyesha jinsi walivyokuwa tayari kupigana. Goli pekee la Brahim Diaz lilitokana na uzembe mdogo tu, na kauli ya kocha Gamondi baada ya mechi inasema yote. Pengo kati ya timu hizi si kubwa kama watu wanavyofikiri. Ujumbe mzito huo kwa vigogo wote wa Afrika. Hakuna mechi rahisi tena. Hakuna kabisa. Na hiyo pressure inaonekana kote Ulaya. Ukiangalia Italia, hali ni ya vumbi kabisa. Italia ni balaa. Huko hawana mbio za farasi wawili au watatu, ni za timu 5. Timu 5? AC Milan wanaongoza, lakini ukiangalia kutoka kwao hadi Juventus walio nafasi ya 5, tofauti ni alama 5 tu. Katikati kuna Inter Milan, Napoli na AS Roma. Timu yoyote ikiteleza kidogo tu inapoteza nafasi 3. Yaani hiyo ndio pressure hasa. Na Uhispania nako, vita ya kawaida kati ya Real Madrid na Barcelona. Na vita hiyo imeendelea. Barcelona waliweka pressure, ushindi wa 4-1 dhidi ya Sevilla, Lewandowski na Rafinha wakifunga. Lakini Real Madrid lazima wangejibu, na walijibu mapigo vikali zaidi. Wakaichapa Real Betis 5-1. Kinda wao Gonzalo Garcia akifunga hat-trick. Ni kama wanatumiana ujumbe kila wiki. Chochote utakachofanya, naweza kufanya vizuri zaidi. Mchezo wa paka na panya. Na presha hii yote ya ubingwa inachochea moto kwenye dirisha la usajili la Januari. Vilabu vinatafuta suluhu za haraka. Tunaona dili gani zimekamilika? Tuna mifano mizuri. Brennan Johnson kutoka Tottenham kwenda Crystal Palace kwa pound milioni 35. Pesa nyingi sana. Ni usajili wa timu iliyo kwenye hatari, wanatafuta magoli ya haraka ya kuwaokoa.
Kisha unaona Niklas Füllkrug, mshambuliaji wa West Ham, akihamia AC Milan kwa mkopo. West Ham wanakata tamaa naye. Inaonekana hivyo, na Milan wanatafuta nguvu mpya. Hata kurudi kwa Pascal Gross Brighton kutoka Dortmund ni ishara ya kutafuta mtu anayejua ligi na anaweza kuleta utulivu haraka. Sawa, hayo ni majina yaliyothibitishwa. Lakini hebu tuzungumzie tetesi. Huko ndiko pressure na ndoto za mashabiki zinapokutana. Nimesikia tetesi za ajabu. Manchester United wanamtaka Carlos Baleba wa Brighton. Kwa paundi milioni 100. Yaani paundi milioni 100. Hii inatuambia nini kuhusu soko la sasa? Inatuambia soko limechangalikiwa. Lakini pia inaonyesha jinsi vilabu vilivyo na pressure. United wanahitaji kiungo wa kati kwa haraka na Brighton wanajua hilo. Kwa hiyo wanaweka bei ya juu mno, ni mchezo wa nani atavunjika kwanza. Real Madrid wanamnyemelea Rodri wa Man City. Hii ni pressure ya kimkakati. Unajaribu kumchukua mchezaji bora zaidi duniani kutoka kwa mpinzani wako. Pia kuna Kenan Yildiz, yule kinda wa Juventus anayewindwa na Man United na Arsenal. Hii ni pressure ya siku zijazo. Kweli ni mchezo wa akili. Sawa, tumezunguka kote, lakini tukirudi pale tulipoanzia. Kwenye kisa cha Ruben Amorim, mgogoro wake unaibua swali kubwa zaidi kuhusu mustakabali wa soka. Na hapa ndipo tunapokuachia wewe msikilizaji wetu swali la kutafakari. Kesi hii ya Amorim inaashiria nini? Je, tunashuhudia mwisho wa enzi ya meneja mwenye nguvu zote kama Sir Alex na kuingia kwa enzi ya kocha mkuu anayefuata tu muundo wa klabu? Au je, hii pressure isiyo na kikomo ya kupata matokeo ya papo hapo inamaanisha nafasi hizi zitakuwa za muda mfupi tu na mikataba ya miezi 18 ndio itakuwa kawaida mpya kwa vilabu vikubwa? Na muhimu zaidi kwako wewe kama shabiki, huu mzunguko wa pressure na mabadiliko unamaanisha nini kuhusu mustakabali wa timu unayoipenda?